Kama una chaneli ya YouTube basi video hii ni muhimu sana kwako, endelea kuifuatilia mpaka mwisho. Ninaamini kabisa kipo kitu ambacho utakwenda kujifunza. Kama chaneli yako ni ndogo au chaneli yako ni kubwa, pia kuna kitu utakwenda kujifunza. Kwa nini labda niseme kuna kitu utakwenda kujifunza? Mimi sina muda mrefu katika chaneli ya YouTube. Nimefungua chaneli YouTube toka tarehe 31 mwezi wa 3 na mpaka leo na takriban kama wiki mbili tu. Tukizungumzia tarehe ya leo mwezi wa 4 2026. Kwa hiyo nina kama wiki mbili ndani ya YouTube, lakini kwa sababu nimekuwa mdau wa kufundisha au kuongelea juu ya mafanikio, kwa hiyo nimeona pia ni vema nikaja na hili katika pia mambo haya ya channel ya YouTube, maana nimeona watu wengi wakiwa na changamoto nyingi, watu wengi wakiwa wana mambo mengi magumu kutokana na channel zao za YouTube. Kwa hiyo nimeona nije na hili pia niongelee na mimi namna gani ambavyo mtu atakwenda kufanikiwa kwenye channel yake ya YouTube. Utakuta mtu amepambana sana na video nzuri lakini unaweza ukakuta kwamba video imekaa wiki nzima haina hata mtu mmoja ambaye amefanyaje ameifungua, yani video haijapata view ndani ya wiki nzima, na mtu amepambana ametuma kabisa kitu kizuri. Lakini pia unaweza ukakuta mtu mwingine ndani ya masaa machache ni maelfu malaki ya watu ambao wamefungua video. Lakini hayo yote ni ndani ya nini? Hayo yote ni ndani ya YouTube na mambo yake kama ilivyo kwa ujumla. Sasa viko vitu ambavyo vinaweza vikasababisha hayo, lakini mimi siwezi kuongelea yote, lakini mimi nakwenda kuongelea kwa namna ambavyo ndani ya wiki mbili nimeona namna ambavyo naweza kusaidia kitu, nimeona namna gani ambavyo na mimi kuna vitu nimeviona ambavyo naona kabisa hivi naweza nikapeleka pia na mimi kwa watu ambavyo pia vinaweza vikaleta tija na mafanikio kwao. Jambo kubwa ambalo mimi nimeliona ndani ya wiki mbili tu ni kwamba katika YouTube kunahitaji uvumilivu. YouTube inahitaji uvumilivu sana, na lazima uwe na uvumilivu, ndiko ambapo kutapelekea wewe ndani ya YouTube kufikia mafanikio. Na lazima katika kuvumilia huko ni lazima wewe usimame ukiangalia kile ambacho umeamua kufanya katika YouTube. Yaani usipoteze ya kwamba ni kitu gani ambacho wewe umeamua kukileta au kupelekea watu katika YouTube. Hata kama watu hawatafuatilia, lakini endelea wewe kuamini kile ambacho unataka kukipeleka kwa watu. Na wakati wote endelea kujifunza, jifunze zaidi, boresha zaidi kile ambacho umeona hiki nataka kukipeleka kwenye YouTube ili kiwafikie watu. Endelea kufanya hivyo wakati wote, boresha, ufanye kwa ubora. Yaani ni lazima katika YouTube kitu ambacho unakipeleka basi uwe na elimu nacho ya kutosha. Usiache kujifunza wakati wote, tafuta kujifunza katika kile ambacho wewe unaona hiki nakipeleka. Jambo lingine katika hilo tu ni kwamba usiwe mtu wa kubadili vitu. Yaani sio leo umepeleka hiki, kesho umeacha umepeleka hiki kwa sababu unaona wengine ambao wao wanapeleka vitu vyao vikienda. Hapana, simama na chako. Katika YouTube kila jambo kama ilivyo katika maisha mengine, kila kitu kina mwanzo. Ni vema ukakubali kuanza kidogo kidogo. Masomo yangu nimeshafundisha habari ya kuanza kidogo kidogo. Kwa hiyo pia anza kidogo kidogo. Haijalishi kwamba watu video zako hawatazami, lakini kubali kuendelea na kujifunza kile ambacho umekipeleka. Na muda mwingine utaweza kukuta kwamba mtu labda yeye anaamini kabisa kwamba kuna watu wamewalenga. Hapana, haiko hivyo. Wewe fanya, wapo watu watakayefuatilia kwa wakati utakapofika. Ni lazima kila siku unapofanya unajenga eneo lako, unajenga umaarufu wako, unajenga kujulikana kwako. Kwa hiyo usichoke, endelea, lakini kikubwa zingatia nini ambacho wewe unapeleka kwa watu. Sio views, sio subscriber. Hapana, wewe kuna kitu ambacho umeona hiki nikipeleke kwa watu. Jifunze hicho, boresha hicho, hakikisha unafanya vizuri katika hicho. Usitazame tu kwamba mwingine anaanzisha channel leo tu kwa sababu ili apate pesa. Si leo. Ni lazima uvumilie na kuendelea kufanya kile ambacho umeamua kukifanya, kimekugusa kufanya. Jifunze katika hicho, ongeza nguvu katika hicho, kifanye hicho. Lakini pia usiache kuwa active. Yaani usiache kila wakati kuhakikisha unapeleka hicho kitu kwa watu. Ikiwezekana mara moja kwa siku. Usitumie nguvu kubwa. Unakuta mwingine bado kwa siku mavideo mengi alafu yote atajikuta tu ni kama vile amepeleka. Nenda taratibu. Anza na video moja pengine kila siku, ukiweza 2, ukiweza 3, kadri ya siku zinavyokwenda. Kikubwa ni wewe kuhakikisha kwamba kile unachokipeleka wewe binafsi kwanza unazidi kujijenga kwa bora katika hicho, na hiyo ndio itapelekea watu wengine kukipokea. Kwa hiyo usitazame sana mazingira watu wengine, wote nikwambie kabisa wote walianza.
wote walianza. Muda mwingine unakuta watu wamekata tamaa, unakuta mtu mwingine ameposti vitu vizuri. Mimi nimejifunza vitu vingi kupitia channel ndogo ambazo watu hawafungui kabisa. Unakuta video pale ina mwezi mzima ina watu 11, lakini ni video moja bomba sana, moto, ina vitu vya kutosha kuliko vile vitu vinavyopelekwa na watu ambao kwenye video za watu maelfu na malaki huko. Umeona? Lakini kitu ambacho kimepungua tu ni kwamba ni kitu kimoja tu, ni kwamba huyu mtu bado hajawepo, jina lake halijakuwepo kwa watu. Na tabia za watu wa YouTube wanapenda kufuatilia watu ambao tayari wamekwisha kujulikana. Kwa hiyo kuendelea, watu wako wachache wanapozidi kukujua wataendelea kukufuatilia, na siku baada ya siku na wengine wapi wataendelea kukufuatilia. Kikubwa ili mtu abaki ni kwamba kuhakikisha kitu ambacho wewe unakipeleka ni kitu ambacho kiko vizuri. Vitu vyote vinahitajika, vitu vyote watu wanahitaji, lakini kitu kikubwa tu ni kwamba endelea kujifunza katika kile kitu ambacho wewe umeona hiki nataka kupeleka kwa watu, na dumu katika hicho. Usiwe mtu wa kubadili kwa sababu unaona vya wengine vinafanya vizuri, nao walikuwa na mwanzo. Umeona? Kwa hiyo hayo nilitaka tu kwanza kukushirikisha. Mimi nina wiki 2 kama nilivyokuambia katika YouTube, lakini kwa hiyo natazamia sana kile ambacho mimi nakifanya kukiboresha. Mimi sitazami mtu kafungua video yangu, hata ile ambayo nalileta kwa watu ambao na wao wana channel zao ndogo, wanapitia changamoto kubwa. Si kwamba naamini yuko mmoja litamgusa, si maelfu, lakini najua ipo mtu mmoja atakapofungua hiki atapata kitu hiki. Lakini kikubwa nimeamua mimi kuifanya au kuangalia ni kitu gani kwa muda wa kutosha, ili kwamba hata nikikuletea basi kiwepo sehemu ya kitu ambacho kitakusaidia. Kwa hiyo kikubwa, endelea kuona ni nini ambacho unakipeleka, simamia hicho, amini katika hicho, jengea nguvu, elimu zaidi tafuta katika hicho, ili unapokipeleka kwa watu basi kitu chako kiwe kitu kizuri na ambacho mtu akikiona anasema kweli, na kila sababu ya kufuatilia na kurudia kujifunza katika hili. Kwa hiyo habari za kuto kufunguliwa viewers nini hizo vitu, kwanza kwa channel ndogo zinazoanza, mimi nikushauri tu ni kwamba yani hayo mambo usiwe nayo sana, kwa sababu kama utabezi sana katika hayo atakukatisha tamaa. Lakini kumbe ulikuwa una ndoto na vitu vizuri ambavyo ulitakiwa kuvisukuma vifikie watu na vikasaidie watu wengine, na lengo kubwa la kwako wewe kupeleka hicho kitu lingekuwa limefikiwa. Kwa hiyo matokeo makubwa kupata pesa katika YouTube, hayo ni matokeo ya ile ndoto yako wewe kufanikiwa. Ile ndoto yako uliokuwa nayo kufanikiwa, matokeo ndio yanaweza kama hayo. Ukianza wewe kutaka na kupata mafanikio, kutaka kwanza kupata pesa kabla kile ambacho ni ndoto kupeleka kwa watu bado hakijawa kikubwa, hujakikuza, hiyo itakuwa safari yako itakuwa ngumu. Kwa hiyo lile ambalo umekusudia, jenga msingi mkubwa katika hilo. Lakini pia jambo lingine, hata kama wewe tayari umekwisha piga hatua, basi kile ambacho, maana hii pia ni kote kote. Kuna channel ambazo unazikuta watu walikuwa hapo awali, unakuta kabisa ukifuatilia watu walikuwa wanakwenda vizuri, wanafungua watu wengi, watu wana comment na kila kitu, lakini baadaye unakuta kabisa mtu amepoteza raza. Na matokeo yake watu wanaanza kufanyaje? Kukimbia kufuatilia. Kwa hiyo hata wewe ambaye channel yako ni kubwa, watu wanakufuatilia, ukiweka video ndani ya risali moja ni maraki, maelfu, mamilioni ya watu, bado pia hii inakuhusu kwamba kile ambacho unakipeleka kwa watu unahitaji kujifunza zaidi, unahitaji kuimarika zaidi katika hicho, ili watu wazidi kupata kitu kila siku katika hicho. Kwa hiyo hiyo ndio kitu kipekee na ya msingi kabisa itakayoendelea kukufanya wewe kubaki eneo hilo la kuendelea kupiga hatua au kufanikiwa zaidi na zaidi. Kwa hiyo uvumilivu, ndugu zangu, unahitajika. Ndugu zangu tunaoanza katika safari hii, uvumilivu unahitajika sana. Usikate tamaa, endelea kuboresha kwa namna ambavyo kadri ambavyo utaweza, kwa kiwango cha kawaida kabisa. Muda mwingine usitumie nguvu nyingi sana ukatafuta vitu vya gharama kubwa, ukafanya video ya gharama kubwa. Kwa namna ambayo inawezekana, fanya hivyo kwanza. Matokeo yatakapokuja basi atakuwezesha pia kufanya kwa ubora na ukubwa zaidi. Kwa hiyo anza tu, usikate tamaa. Lengo la kukutumia hapa namna hii leo, nataka kuambia kwamba vumilia, endelea. Mafanikio yapo ndani ya kuvumilia na kuendelea. Mafanikio katika YouTube pia yapo katika kuvumilia na kuendelea. Endelea, lakini kikubwa jua unapeleka nini. Kile unachokipeleka basi wakati wote hakikisha kwamba kwanza wewe
unakuwa na elimu zaidi, unajifunza zaidi. Kabla ya kupeleka kwa watu kitu chako, kwanza wewe ni lazima uone kabisa hiki kitu ni bora, ujiridhishe kwanza wewe, usiridhike tu. Kwa hiyo kile ambacho umeona utakipeleka kwa watu, ni kusii kwamba hicho, simamia hicho. Siwe mtu wa kubadilika badilika, leo umekwenda huko, leo umefanya hiki, leo umefanya hiki, matokeo watu hawatatambua unafanya kitu gani. Mimi nikushukuru katika hilo, endelea kurudia hii video mara kwa mara, na mimi kuna kitu utakipata. Nimeona tu niongelee kwa ndugu zangu wengine ambao tuko wote katika mambo haya ya channels za YouTube. Asante kwa kuwa unaendelea kufuatilia. Usiache basi kucomment kama nawe una mchango kwa wengine uliyefanikiwa katika YouTube, au na wewe bado una changamoto. Comment hapo chini na wewe mchango wako, lakini pia sio mbaya kama utasubscribe. Asante na video zingine njema.